Mfalme wangu, kwa kweli mimi nimechoka kabisa na sielewi. Yaani mfalme unawezaje kukaa na kutulia? Angalia mtoto wetu leo ni siku ya ngapi sijui hajarudi nyumbani. Mtoto hajarudi. Naona jambo linaweza kutafuta mtu ameniachia peke yangu. Mimi ndio ninapambana nalo. Na kuna mfalme hauna uchungu kabisa na huyu mtoto. Kwa nini lakini? Hivi unahisi mimi sina uchungu na yule mtoto? Yule ni binti yangu mimi kipenzi, na ninampenda kuliko chochote. Nimepambana kadri niwezavyo na bado naendelea kupambana. Labda tu ujue, nimeenda mpaka kwenye mizimu ya ukoo wetu, mizimu ya kijiji. Lengo nijue binti yangu yuko wapi, anafanya nini. Leo unasema mimi sifanyi chochote? Nahisi wewe unavuka mipaka. Unavuka mipaka. Mfalme, mimi nimechoka. Nimechoka. Chief, itakuwaje kati ya wale wawili wa kumtafuta mtoto mmoja kufanikisha kumkulisha? Mtabiri, nilichozungumza sijabadilisha, ila lengo langu ni kutaka mtafute kwa juhudi. Chief, lakini wale wapo chini yako ngapa amri tu. Ni kweli.
kweli, na hata ikitokea lolote hawana uwezo wa kufanya chochote. Ningeni wasiwasi sasa. Wasiwasi wa nini tena? Chief, wazo lako sio baya. Ile sana kinachotakiwa sasa, binti yako mtafutie kijana ambaye ni shupavu, ila hivyo atakuletea vijana hovu. Mtabiri, kwa hilo halitowezekana. Labda niwe nimekufa. Binti yangu hawezi kuolewa na kijana ambaye sio shababi. Mtukufu Malkia, lile swala uliloniambia na uliloniagiza nimepata ufumbuzi. Unajua namaanisha nini? Nyoka unamfuga mwenyewe. Nyoka? Ndiyo, Naomi, kwa macho yangu mawili nimemwona porini akiwa na waasi. Naomi ana mawasiliano na waasi wale wa porini? Najua ni ngumu kuniamini, ila huyo ndio mhusika, na usipokuwa makini atatuuza, atachafua mifano. Kwa hiyo basi Naomi ndio anayetuuza. Unaweza ukanipisha nipite? Sawa, lakini kwa sharti moja. Unaweza ukaniachia Mwandile binti mfalme? Mwandile unamjua huyu? Unavyozani kipindi chote alikuwa wapi huyo binti? Sitaki kujua alikuwa wapi. Mimi ninachohitaji nimfikishe kwenye himaya. Oh. Basi sawa. Kama kwako imekuwa ngumu kuniachia binti wa mfalme, na wewe hapa huwezi kukatisha kwenda kijiji cha pili. Ucho. Aswa, na ndiyo maana siri zetu zinavuja taratibu taratibu. Mimi nakwambia, mi podox podinyo sasa hivi imebaki po. Yaani imebaki po, mimi mwenyewe tu nilikuta naye. Nimebaki po. Hiyo doa shaichukua waasi. Yaani kijiji hiki kila siku ninapata habari mpya na za kuhuzunisha. Zinanihuzunisha. Fanya uchunguzi wako. Sasa basi Podo, nikifuatilia hizi habari nikabaini kuwa ni za ukweli, ile ahadi niliyokuahidi nitaitimiza. Nitafurahi mtukufu Malkia, nitafurahi sana. Sawa. Amini, fanya uchunguzi wako, nitafurahi sana. Mimi nakwenda. Nenda Mtukufu Malkia.
Nimekuita hapa. Kuna ndoto ambazo nimeziota, lakini ndoto hizi sizielewi. Ni ndoto ambazo ni mara 3 mfululizo. Hizi ndoto zinaonyesha kwamba kijiji chote hiki watoto wamekufa, wamefariki. Lakini pamoja na yote, mimi mwenyewe pia kwenye ndoto inaonyesha kwamba mimi niko hoi tabani. Yeye nimekufa, nipo kitandani, sijielewi. Ndio maana kufuata kama wewe mtabiri. Unisaidie, ni kitu gani ambacho kinaendelea? Oh. Hii ndoto ni kweli. Sijui umeelewa? Maana ni kwamba ufalme uliokuwa nao wewe umetoka kwa mikono ya mtu. Na hiyo ndoto uliota ina maana kwamba hao ambao waliokufa sio wao waliokufa, ni wewe. Ni mimi? Ndio. Sasa tunafanyaje hapo? Unashinda kinyume na maadili ambayo yatakayofanyike juu ya tambiko. Yaani tambiko limechelewa kufanyika. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu wewe kuwa katika ufalme huu wa nao. Mfalme! 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 Malkia! Malkia, kuna nini? Tuponete! Basi Malkia, usilie, utaikasirisha mizimu Malkia. Bufalo! Malkia, Kawete mtabiri! mfalme tabiri atupo naye tena duniani. Haraka, harakisha kamwite. Haraka bwana.